Kuna time unaamka na unakosa customer. It's been 2 weeks. Sijaja mtu. Kwani how hard is it to start a business in Kenya? Kitu ikaniambia fungua hardware. Nikafungua hardware. This is a comment section full of people when you try and fail everything I've ever thought of. Nilifungua hardware, watu bado wanaenda tu town kununua simiti bwana. Hey. Dayla Beauty, mimi nilianza na watermelon na nanasi, aki nilikuwa nakula fruit supper. Na nikapunguza mpaka bei. Nimewapunguzia mpaka nikule 20 bob. Na bado wanunui simiti kwangu. Hauwezi kutumia uchawi. Basil Muras, nilijaribu electronics ikafail, nikajaribu ukulima ikafail, M-Pesa nikaibiwa, sahi na shangaa nifanye gani? Maybe Mungu anihurumie. Nategemea tu watu wa simiti moja, mbili. Haiwezi lipa rent, haiwezi lipa mfanyikazi, haiwezi lipa loaders. Nika give up, nikafunga hiyo biashara. Jmo 2554, hearing this after mahindi yangu 2 acres imekauka juu ya kukosa mvua. Kuna time tena nikafungua biashara ya supermarket. Robbie, ya supermarket niulize, if you are not there personally utachezwa na workers. Tulikula hadi stock, the rest I took to my grandparents to enjoy. Akili bwana, tumia akili. VHK, vunja hiyo kitu. Nikafungua mini mart ingine hapo. Mkate inaoza, yogurt inaoza. Sijui, hiyo pia nikafanya nini? Nikafunga. I have done so many things in this Nairobi, hata naambia Mungu it's time sasa anikumbuke. You fall, you rise again. Proverbs chapter 24:16 inamalizia by kusema, but the wicked will stumble and fall permanently when calamity hits them. Ukiona sasa wewe unaanguka sana, wewe uko na shida na Mungu. Hey bro, look at all these people. Wametry business wakifail, wametry business. Hii ndio Nairobi mnatuambianga. Mkitutukana watu tulikuja Qatar, tulikuja kufanya nini Gulf? Tungeanzisha biashara. VHK, vunja hiyo kitu. Sisi wote tungetoshea hapo. Welcome to another episode ya Vunja Hiyo Kitu VHK. Before we start, make sure you subscribe to the channel na like your video. Inanisaidia to push the channel and to support me through this work. So I came across this video ya Siggy Johnson akiongelea how he has tried so many businesses zikifail. And kenye kilinishangaza sana in the comment section ya watu wakiongelea they have tried everything. Watu wakiongelea they have tried multiple businesses wakifail. Watu wamejaribu biashara juu chini mpaka wanatutoa moyo sisi wenye hatujai jaribu biashara. Before I start, I've never tried a business. Kuna mtu mwingine kama mimi mwenye hajawahi jaribu biashara, mimi sijawahi. But apart from being employed, sijawahi jaribu biashara yoyote. The only thing I've ever tried apart from being employed ni content peke yake, nothing else. I've been on this earth for 30 plus years. Sijawahi jaribu biashara yoyote except content. Hii ndio biashara yangu ya kwanza najaribu. And I came to Gulf with the aim of kutafuta capital, sasa niende kuanzisha biashara in Kenya. Lakini nikiangalia vile watu wanalia, nikiangalia hii comment section, nikiangalia mpaka nashangaa, taanzia wapi? Let's get into it. Wacha tuanze na hii video tusikie venye jamaa alisema. Kuna mtu ambaye nilipa deni na simiti. Aliambia mimi sina pesa but niko na simiti. Kaa unataka chukua uze udisha pesa yako. Sasa mimi napeleka wapi simiti? Nikapiga simu moja mbili, hiyo simiti ilienda haraka sana. Kitu ikaniambia fungua hardware. Nikafungua hardware around place watu wanajenga. After marafiki na hao watu wanajenga wameniambia, imagine tunatafuta hardware karibu hapa, hakuna. We have to go all the way to town. In fact, watu ukifungua hardware itatusaidia sana. All the construction. Nilifungua hardware, watu bado wanaenda to town kununua simiti bwana. Na nikapunguza mpaka bei. Simiti iko na profit ndogo sana. 30 bob, 20 bob. Na mtu anauza town profit yake ni 50 bob. Nimewapunguzia mpaka nikule 20 bob. Na bado wanunui simiti kwangu. Nategemea tu watu wa simiti moja, mbili. Haiwezi lipa rent, haiwezi lipa mfanyikazi, haiwezi lipa loaders. Nika give up, nikafunga hiyo biashara. Kuna time tena nikafungua biashara ya supermarket. Nimepata mahali imejaa hivi, wanataka supermarket. Nikafungua mini mart ingine hapo. Mkate inaoza, yogurt inaoza. Sijui, hiyo pia nikafanya nini? Nikafunga. When I started business, baba yangu alinipeanga matatu yake yenye imekufa. Akaniambia gari iko na shida ya engine na gearbox. Ukiona penye unaweza isort uitumie. But gari imechapa, by the time nimenunua engine na gearbox, tena nataka sijui miguu, sijui tena insurance, sijui tena nipake rangi. Hiyo engine nimeweka na ikaanza kusumbua. Engine nimeweka mpya lakini bado inasumbua, inakunja oil.
Ukaambiwa tio ni kama ulikoniwa, you need to buy another one. Hiyo biashara ya matatu pia akasema acha ikae, hata chana na hiyo. Kuna time rafiki yangu ameniambia kuna tenda hapa, hata acha nitaje huyo mtu, siwezi msahau jua alinirusha, anaitwa Julius Mware, sijui Mwale ama Mware. Unaambiwa deliver diesel ya hizi matipa. Naenda na kopa na deliver. Unaweka madaram kwa pickup na deliver. Invoice, LPO. Payment unaambiwa 30 days credit limit. 2 months. 3 months. 1 year. 2 years. Hata sijui sasa ni ngapi. Hiyo pesa yote mpaka yenye nimekopa nimeachwa na madeni. Hiyo pia ya tena nikafanywa nini? So I have businesses that are actually thriving. I have other businesses. I was giving you a list which is more than that actually, that I have tried, I have failed. Yani mpaka inaweza kutoa roho. Let's get in the comment section. It was a bit exciting. Tuone venye Wakenya wametuambia about their businesses. Hapa tuko na nani? Tuko na Emato Ogwe, Matatu X, Potri X, Airbnb X, I'm tired. When I came to Gulf mara ya kwanza during World Cup, I came with the idea of nikuje Qatar nitafute capital ya kurudi kuinvest in matatu. Juu hiyo ndio industry nilikuwa nimetoka ndani. Did I ever return to Kenya since then? Yes. Did I invest in matatu? No. Why? I had a change of mind. Because nikitoka Kenya, I was not that exposed to other things. So wakati nilifika Qatar, nika interact with different people, different ideas, different whatever. And I got exposed to levels zenye sikuwa nimefika. Nika notice, matatu is not the way to go. For a beginner like me, nifanyie pesa yangu yote hapa Qatar, nipeleke niende niweke kwa matatu. No, I changed my mind. Potri, nimewahi fikiria about potri. Nikajaribu to talk with few friends. Waliingiza baridi. Usijaribu kuku. Usijaribu kama una enough capital, kama usijaribu biashara ya kuku hata ni mbaya kuliko hiyo matatu. Nikaingia baridi. Airbnb, I've never thought of it. IVT, nikaambiwa kununua mahindi ni expensive. Kodisha shamba upande, profit itaongezeka. Sema mvua imekataa kunyesha, mahindi inakaa vitunguu kwa shamba. Nilikodesha mbolea, nasikia kukufa. Enyewe ground sio mchezo yako. Hearing this after mahindi yangu 2 acres imekauka juu ya kukosa mvua. I will rise again. I've never thought of ukulima until this year 2026, whereby I interacted with different people wenye wamejaribu ukulima and haikuenda poa. Kenya ningetaka kujua, nauliza, if you are a beginner wa ukulima, what is the safest product? What's the safest thing unaweza anza nayo? Nini unaweza anza kupanda? I talked to a friend of mine and she told me she had invested a lot kwa ukulima and mvua ikanyesha, mafuriko ikaharibu mimea yenye alikuwa amepanda and it was a disaster. Mwingine nikaongea naye akaniambia mvua haikunyesha. I don't know what happened. I would love to know, kama ni ukulima, what is the safest product unaweza anza nayo? And what's the starting capital? Sisi watu tujai jaribu biashara. Ile uoga tuko nayo. Mtu kama mimi, when I see these comments, I'm so scared. But the good thing is that I know I can never become rich with salary. Hiyo ni kitu najua. So come rain, come whatever, I know business is the way to go. Let's see another one hapa. Robbie, ya supermarket niulize, if you are not there personally, utachezwa na workers. Tulikula hadi stock, the rest I took to my grandparents to enjoy. Chinja ua. Hii ndio inaitwa kula kumaliza. I used to kuona Wahindi, they are so aggressive kwa shops zao. What's the word? Is it aggressive or they are so, when it comes to their shops, wamekaza kamba kabisa. Every inch, camera, nini, wameka kwa ukali, everything. Kumbe ukianzisha biashara yako, Wakenya, chinja ua. Wakenya watakumaliza. Vina kam reply, supermarket workers ni wezi. Lo, if you are not there, wacha tu. I think in Kenya when it comes to biashara, kama wewe ndio boss ama wewe ndio mwenye biashara, you have to be mtiaji ndio utoboe. Like you have to be super tough. You have to be an extremist to whatever level, kwa sababu hapa nje watakumaliza. Chinja ua. Wakenya ni chinja ua. Mtu umemwandika job but they only think of themselves. Have you ever seen that photo illustrating whereby someone amepanda mti and he seated on a branch na akona shoka, so anakata hiyo branch yenye amekalia, anaanguka. Watakumaliza kama wewe mfanya biashara bila kutaka kujua what's later for them. Wakenya bana. Kuongea tu kweli, tunasemanga Wahindi Kenya ni ngati, Wahindi ni wagumu kufanya nao kazi, Muhindi atakufanya, lakini Wahindi wamemaster ground. Wamejua hawa watu ukiwapembeleza, you will not make any profits.
watakukula wakumalize. Wakenya ni chinja uwa. VHK vunja hiyo kitu. Hit the subscribe button, like the video as we continue. We have another one here, Dayla Beauty. Mimi nilianza watermelon na nanasi, aki nilikuwa nakula fruit supper. One thing for sure, au mademu zungusha fruits kwa side or kwa streets. Nilikuwa nahurumia sana kwa sababu nilikuwa na imagine what are the profits. Utapata mtu amezunguka na ndoo ya watermelon for almost half a day na ameuza like pieces 5. And I was like, hey, madam, what are you eating at the end of the day? Unatengeneza doo ngapi mwisho wa siku? Is it sustainable for you? Is it sustainable for you, your family and your children? Kwanza nikimagine akona mtoto, nikimagine analipa rent, maybe analipa school fees, na akona ndo ikona watermelon 2 zenye amekata into pieces and she has to sell 10 a piece or 20 or 30 whatever. I was like, yo, ground ni tough. Nimekubali, ground ni tough Kenya. And that's why unaonanga nikisema kila saa, I will always incite people to come here in Qatar. Kuja hapa. Wewe kuja hapa. Kuja tupambane na challenges zenye ziko hapa Qatar. Sijui nini. Hiyo tutajua ukifika hapa. Because kuongea ukweli, uko na ndoo, iko na watermelon moja ndani zenye umekata maybe into 10 pieces na mananasi 2 zenye umekata into whatever pieces umekata. Na kutoka asubuhi to half day umeuza like 4 pieces. Rent inakungoja, mtoto anakungoja. Na hapa Qatar, kazi ya house help or cleaner or whatever, you are rest assured. End month you have nothing less than 45,000 Kenya shillings, ambapo ukiendelea kuuza hizo mananasi na watermelon at that pace ya ndoo moja per day, sijui pieces ngapi, in the next 6 months huwezi hata shika 30,000 na mkono hivi. Mungu turehemu, tusaidie. Help your daughters, help your daughters. Ni mbaya. Tina 964. Mimi nishaianza biashara ya chapo na chai asubuhi nikizungusha hapo Umo. Unafika APA kwa hao fundi wa viti wanakushoni mapema. Unarudi after 1 hour 30 minutes wanakuambia washakunywa. Nilikula chapo nyumbani wiki moja, nikaboeka, nikaanza bajia. Mtu anakuja anataka chipo. Unapika chipo na bajia, sales ziko down, niliwacha. Leo unarauka na chai yako kwa flask, wanasema ni mapema, hawakunywi chai saa hiyo. Sijasema wenye wanakunywa chai na chapo na hawalipi. Ground ni moto watu wangu. Ground ni moto. Unless the dynamics zi change, I'll always root for watu wakuje Gulf. That's my stance. Watu wakuje Gulf. Tina, angalia tu dynamics za Tina. Uniambia anatengeneza pesa ngapi kwa mwezi? Anapika chapo, wanazikula home mpaka wanaboeka. Huyo mtu ametengeneza profit ya pesa ngapi? What's the margin? Ukipiga hesabu zako roughly, mtu kwa mwezi hana hata 20k. Haijafika. VHK vunja hiyo kitu. Subscribe as we continue. Hit the like button for the video. Gulf sio rahisi. Iko na challenges mob sana, but at least 1100 QR is the minimum. Qatar ilisema mtu asilipo chini ya hiyo. Convert that to 35. Hiyo ndio rate sahi. Hii biashara chapo chai bana, mtoto hatawezi soma. Atasoma saa ngapi? Atavaa viatu saa ngapi? Yes, you might be here in Qatar. Hujajenga, huna biashara, but at least mtoto wako akona viatu mpya, shule anasoma, akona uniform, rent amelipa, at least anakula chakula poa. Rather than uko Kenya unafanya hizi biashara sijui za kuuza chapo chai, sijui watermelon, sijui nanasi, mtoto wako anaenda shule, kazi ni kutamani tu viatu za watoto wengine. Uniform huko kwa matako umeshona imepigwa patches. Bana mimi nilisoma wewe hujaona short yangu nikiwa primary my friend. Patches maadhi ameshona hiyo short huku kwa haga mpaka haga yote huku nyuma ya short ni viraka. And that's the life you want me to put my children through. Atukikaa hapa Kenya biashara iko. Wacha ikae. VHK vunja hiyo kitu. Subscribe as we continue. Basil Muras, nilijaribu electronics ikafail, nikajaribu kulima ikafail, M-Pesa nikaibiwa, sasa nashangaa nifanye gani. Honestly speaking, I've never thought of electronics. Hiyo haijawahi nikuja hata kwa akili. I don't know why, maybe sijai kuwa exposed na watu wako kwa electronics, but you can tell Wakenya wamejaribu biashara hapa nje. Basil Muras, sasa nashangaa nifanye gani. Chukua passport yako kuja Qatar. Basil, come to Qatar. Kuja reset hapa. Ilevi Uniform Palace. I hope I'm pronouncing that right. You and me same. I have done so many things in this Nairobi. Hata naambia Mungu it's time sasa anikumbuke. I am currently selling school uniform. I believe this will be different. I will always rise again. My end shall not be in disgrace. Hiyo ndio Nairobi watu wanatuambia unaenda Gulf kufanya nini? I know stories can be different. Kuna watu wanafanya biashara and they have tried. Mtu mwingine ataanza fail, wewe uanze ikubali. But what are the chances? Kuja hapa Lyricals HQ. Kuna time nilinunua trolley ya mayai na Moral day 1. Mayai tray 2 na sambu 100. Nilimaliza siku na 300. Wadau sema kuchangamkia sambusa na mayai. Nilimaliza siku na 300. That means hata ijarudisha. VHK vunja hiyo kitu. Subscribe and like the video to support. That means hata haijarudisha. Sasa hiyo utapata amesimama kwa jua ama amesimama hapo kwa stage. Pigwa na vumbi ya matatu siku mzima, amepigwa na vumbi.
wale kanjo wamemchangamkia ile ya sport, hiyo sport, toa. Kuna vitu mingi niko sure hajasema hapa. Kuna vitu mingi hajasema hapa. Ile sijui patia nani, hapa ni kwa nani, hizo. VHK vunja hiyo kitu. Personally sijajaribu biashara. Biashara nimewahi jaribu ni hii content. Can we call content biashara? Hii ndio nimewahi jaribu pekee. Nilianza TikTok. TikTok was not costing me anything. Si ni kushoot tu video na simu na una upload however it is, raw or whatever. TikTok inakula ukiapply hivyo. And then sasa nikaamua niende YouTube. And YouTube you cannot do things that way. You need to advance. Ikabidi ninunue equipment sasa. Ninunue camera, ninunue lights hizi zenye mnaona hapa. Hii ingine. The laptop, MacBook for editing. Hii ni cost 2400 QR so that I could edit in 4K. Hizo zingine zinashindwa kuedit in 4K. 2400 QR hiyo ni ngapi? It's something K za Kenya. Na bado hata sija monetize. Niko na 452 subscribers as per today. Still grinding. Haijarudisha. Nikipigia hesabu ya hizi equipment zote ziko hapa. Na wakati nilikuwa najaribu podcasting, nikajaribu events. Now I'm back to 1 month show. I'm just monologuing here. Sio kurahisi. We support each other. So nipe like hapo, nipe subscribe. See you at the top. God with us. Tutapatana huko juu. Mungu na sisi. Otherwise kwa ground sio rahisi. Thank you for watching the video. Kama umependa, like, subscribe and share. See you on the next one. VHK vunja hiyo kitu. Let me know ni biashara gani hiyo umeijaribu ukafail na ni biashara gani hiyo umefanya ina thrive. Share your opinions in the comment section. Peace out.